Hello everybody, habari za muda huu ndugu wapenzi wasikilizaji wa channel yetu pendwa ya Ndindi Channel. Kama ndo mara yako kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kufuatia kichapo cha goli 2-0 walichokipokea siku ya jana klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba yenye maskani yao pale mitaa ya Msimbazi Kariakoo, uongozi wa Simba ni kama vile umechanganyikiwa mara baada ya kichapo hicho cha bao 2-0. Mchezo uliofanyika katika dimba la Benjamin Mkapa siku ya jana tarehe 25 mwezi wa 6 majira ya saa 11 za jioni. Yanga waliibamiza Simba goli 2-0, hali iliyopelekea sintofahamu katika uongozi huo na kugawanyika makundi. Kichapo hicho kimekwenda kuwatoa kabisa mchezoni kuelekea mwisho wa msimu wa ligi kuu NBC Tanzania bara. Klabu ya soka ya Simba imempa mkono kwa heri aliyekuwa kocha wao Fadlu Davis na kumwamuru siku ya Jumatatu majira ya asubuhi apeleke ripoti ya msimu mzima. Wako mbioni kuvunja naye mkataba na kuelekea msimu ujao watakuwa na kocha mpya ambaye wanahitaji kwenda naye katika falsafa mpya ya kuijenga klabu yao. Uongozi wa Simba unaamini project ya kocha Fadlu Davis imeishia hapo katika msimu huu na hatakuwa tena na hitaji naye kuelekea msimu ujao. Ni kama vile viongozi wa Simba wamechanganyikiwa na wasielewe nini chanzo na tatizo la wao kutokufanya vizuri katika msimu huu. Kila kikombe walichokuwa wakigombea walikipoteza pasi na kuelewa sababu ya msingi ni ipi na wakosesha ubingwa. Wasielewe ya kuwa shida ni wachezaji, shida ni viongozi, shida ni kocha. Mpaka hivi sasa klabu ya Simba hawana majibu ya kutosha. Hivyo wamefikia makubaliano ya kuamua kuachana na kocha wao Fadlu Davis na kutafuta kocha mwingine mbadala wake ili kuelekea msimu ujao watengeneze project mpya ambayo inaweza kwenda kuzaa matunda katika klabu hiyo. Wekundu wa Msimbazi Simba wamemaliza msimu bila kikombe chochote kile. Hawana matarajio makubwa yoyote katika msimu huu ambayo waliyafanya. Malengo yalikuwa ni makubwa kuzidi uwezo wa wachezaji, malengo yalikuwa ni makubwa kuzidi uwezo wa kikosi walichokuwa nacho, au viongozi ndo wanafeli katika njia za kupambana na kupata ubingwa. Kauli ya ubaya ubwela ni kama ambavyo ilikuwa na msisimko mkubwa katika msimu huu, lakini ubaya ubwela ni kama imekuja kuwa kinyume chake katika klabu hiyo. Imeonekana slogan hiyo ikiwafaa zaidi wapinzani wao Dar es Salaam Yanga Afrika kuliko wao wenyewe. Ubaya ubwela, slogan iliyokuja kuwaacha hoi mwisho wa msimu baada ya kukubali kichapo cha bao 2-0 na kulikosa kombe likiwa uwanjani. Simba ambao ilikuwa imeachwa kwa pointi 1 nyuma na watani wao jadi Dar es Salaam Yanga Afrika. Mechi ya jana ilikuwa ni mechi ya kuamua nani awe bingwa. Simba ikihitaji ushindi tu ili kuweza kuvuka malengo na kuwa bingwa wa msimu 2024-25 na hivyo kukubali kichapo cha goli 2-0 na kuifanya Dar es Salaam Yanga Afrika kutawazwa mabingwa wapya wa NBC Premier League kwa misimu 4 mfululizo mbele yao. Hiyo ndo hali ambayo imeumiza mashabiki wengi pamoja na viongozi wa klabu ya soka ya Simba. Tajiri mwekezaji bilionea Mohamed Dewji pamoja na bodi yao ya wakurugenzi ikiongozwa na Salim Abdallah Trayagin ambaye ameonesha wazi kukerwa na uongozi wa klabu ya Simba kupitia mwenyekiti wao Murtaza Mangungu na kuhitaji Murtaza Mangungu atoe maelezo ya kutosha la sivyo ajiuzulu. Na kama wanahitaji kuendelea kufanya kazi kwa pamoja inabidi malengo ya klabu yawe ni sehemu moja. Viongozi wakitoa ushauri uwe ni ushauri mmoja, sio huyo anakubali hili mwingine anakataa lile. Viongozi wa Simba ni kama waliopoteza ubingwa wao wenyewe, maana baada ya kupishana kauli, upande wa bodi unasema hili, upande wa klabu unasema hili. Mwenyekiti Murtaza Mangungu ni kama haelewani na bodi ya kurugenzi ya klabu ya soka ya Simba. Ifike muda viongozi wakae chini wamalize tofauti zao ili klabu kuelekea msimu ujao iwe mpya na yenye malengo na iwe yenye kusimama katika lengo moja, kuanzia uongozi mpaka wachezaji mpaka mashabiki. Mashabiki waelewi, wanavurugika tu, waelewi wasimame na klabu au wasimame na bodi ya mdhamini.
Hivyo kuelekea msimu ujao, wako watakaoachwa na wako watakaosalia. Wameanza na kocha Faldu Davis ambao atawapisha kuelekea msimu ujao wa 2025-26. Kocha Faldu Davis Jumatatu ya wiki ijayo anatakiwa kuwasilisha ripoti nzima ya msimu uliokwisha, na hivyo kuvunja mkataba naye rasmi na kuachana kama ambavyo walipita makocha wengine waliowahi kuifundisha klabu ya soka ya Simba. Hii ndiyo klabu kubwa. Wanapofungwa huwa kafara ni lazima itokee. Kafara ya msimu huu ni Faldu Davis. Hana cha kujitetea, hana cha kupinga. Kama ukipata kucheza katika klabu soka kubwa hizi mbili za Simba na Yanga, au kufundisha katika klabu hizi za Simba na Yanga, ni lazima ukubali kuwa kafara ya klabu hata kama hauna makosa. Makosa ya Faldu haya kuonekana, isipokuwa quality ya kikosi ndio imeamua nani awe bingwa wa msimu. Usichoke kunifuatilia katika chaneli hii kwa habari nyingi zaidi. Goodbye Faldu, kocha mnyenyekevu mwenye nidhamu ya hali ya juu, uliyetuonesha lipi daraja lako. Hila umekaa sehemu ambayo ya watu hawana shukrani. Watu wanahitaji mafanikio kuliko uwezo wa kocha au uwezo wa mchezaji binafsi.